Wapo watu wengi sana ambao wanajiuliza maswali mazito na magumu sana kwamba hivi nitatoboa kweli? Mimi ni wa kufanikiwa kweli? Hivi nafanana na watu ambao wanaenda kufanikiwa? Mbona kama sielewi? Sasa leo Kikoti Motivation tunakuletea mambo matano ambayo yanaweza kukuthibitishia kwamba unafanikiwa au haufanikiwi. Yaani kupitia mambo haya matano utajua upo katika kundi gani. Je, kundi la wanaofanikiwa au ambao hawafanikiwi? Baada ya kusikiliza ujumbe huu utajua nini cha kufanya, utajua ni hatua zipi za kuweza kuzichukua ili ukae katika kundi ambalo ni sahihi. Karibu sana, endelea kutufuatilia mpaka mwisho. Jambo la kwanza ni aina ya malengo uliojiwekea. Yaani tofauti kubwa ya watu wanaofanikiwa na watu ambao hawafanikiwi wanatofautiana kwenye aina ya malengo wanayojiwekea. Kuna mwingine lengo lake ni kununua gari. Kuna mwingine lengo lake ni kumiliki kampuni kubwa. Kuna mwingine lengo lake ni kuajiriwa. Kuna mwingine lengo lake ni kuwa mtu maarufu, afahamike tu. Kuna mwingine lengo lake ni kufanya kitu cha ajabu tu ili watu wamjue tu basi. Kwa hiyo tofauti kubwa kati ya mtu anayefanikiwa na ambaye hafanikiwi ni aina ya malengo. Kwanza, mtu ambaye anaenda kufanikiwa huwa hawi na malengo mengi sana. Yaani huwa mtu ambaye anafanikiwa huwa anakuwa na focus, ana kitu ambacho amekilenga. Yaani unakuta mtu anakuwa na malengo mawili, mtu ana malengo matano, mtu ana malengo 50. Ni ngumu sana kufanikiwa kama una malengo mengi. Chuo kikuu cha Harvard University washai kufanya utafiti mmoja, wakatoa uthibitisho kwamba mtu mwenye lengo moja ana uhakika, ana 90% za kufanikiwa. Yaani 90% anaweza katoboa akafanikiwa kabisa. Lakini mtu mwenye malengo mawili ana uhakika 40% za kuweza kutoboa na kufanikiwa. Lakini mtu mwenye malengo zaidi ya mawili ana uhakika wa 10% tu za kuweza kufanikiwa. Sasa hebu jichunguze kwamba una malengo mangapi ambayo umejiwekea? Malengo mangapi ambayo unayo kichwani mwako? Malengo mangapi ambayo umeyaandika? Na je, haya malengo una uhakika kwamba unaenda kufanikiwa? Sasa usiwe na malengo mengi sana, usifocus kwenye malengo mengi. Jitahidi kuwa na lengo moja ili uweze kufocus na hilo lengo ili uweze kufanikiwa. Pia kwenye swala la malengo, watu wengi sana wao wanajidanganya sana. Yaani haiwezekani lengo kubwa, lengo ambalo litakufanya uishi miaka na miaka ulipange kwa dakika 5. Yaani inaweza kutokea kwamba upo katika mkusanyiko fulani, ukaambiwa, au upo kanisani, upo sehemu ya ibada, ukaambiwa basi kila mtu alete malengo yake ili tuweze kuyaombea. Kuna watu utakuta pale pale wanachana kikaratasi, wanaanza kuandika malengo. Hii si kweli. Mtu anayefanikiwa huwa anakuwa amejiandaa, ametumia muda mrefu kuandaa malengo yake, amefikiria, ameyapanga malengo yake katika namna nzuri zaidi. Kwa hiyo kama kwenye kipengele cha malengo hauko vizuri, basi kwenye kufanikiwa pia hauko vizuri. Kwa maana nyingine ni kwamba ni ngumu sana kwako kufanikiwa. Jitahidi kuyapangilia malengo yako vizuri, lakini jitahidi sana uwe na malengo, yani uwe na kitu ambacho umekilenga. Usiwe na mambo mengi sana. Kumbuka ya kwamba miluzi mingi humpoteza chura mwelekeo. Jambo la pili ambalo linatofautisha kati ya mtu ambaye anafanikiwa na mtu ambaye hafanikiwi ni aina ya marafiki waliomzunguka. Yaani aina ya watu alioambatana nao. Unakumbuka ule usemi wa birds of the same feathers always flies together? Ndege wanaofanana daima huruka pamoja. Chunguza aina ya marafiki ulionao. Ni marafiki ambao wanakupa challenge katika kufanikiwa, au ni marafiki ambao wanakusababisha uendelee kushuka chini? Chunguza, angalia mitazamo ya marafiki zako. Angalia malengo waliojiwekea marafiki zako. Angalia marafiki, mkikaa muda mwingi mnazungumza story gani?
Marafiki ulionao, angalia muda mwingi ukikaa nao, wanakusogeza mbele au wanakuacha ulipo au wanakurudisha nyuma. Aina kubwa ya marafiki ambao watu hawafanikiwi wanakuwa nao ni marafiki ambao ni takers, ni marafiki ambao ni swallows, ni swallowers, ni marafiki ambao wanawatafuna, yani wanazidi kuwafifiisha na kuwafanya waendelee kuwa chini zaidi. Lakini watu wanaofanikiwa wamejizungushia marafiki ambao ni providers ambao wana provide something ambacho kinaenda kukutoa ulipo kukupeleka sehemu nyingine. Wachunguze marafiki zako. Kuna wakati unaweza kuwa unawapenda sana marafiki zako, lakini ukifika muda ambao hawatakiwi kuwa na wewe, wakatae, ondokana nao mapema sana ili uweze kufanikiwa. Wachunguze sana marafiki, kwa sababu marafiki wana mchango mkubwa sana kwenye mafanikio yako. Sasa leo unatakiwa kujitathmini sana kwamba aina ya marafiki ulionao, marafiki unaokaa nao, wanakufanikisha au hawakufanikishi. Kama uko na marafiki ambao sio sahihi, basi hauwezi kufika popote. Jitahidi kuwa na marafiki sahihi ili uweze kufanikiwa. Wa audit marafiki zako kila wakati, kila siku, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka, ili uweze kujua kwamba marafiki hawa naenda nao kwenye hatima yangu au natakiwa kuwaacha ili niende kuifikia katika hatima yangu. Kuna muda unahitaji marafiki ili kufanikiwa, lakini kumbuka ya kwamba unahitaji maadui ili kufanikiwa zaidi. Lakini pia kumbuka ya kwamba ili uende haraka unahitaji kwenda mwenyewe, lakini ili uende mbali zaidi unahitaji marafiki sahihi, na sio tu marafiki sahihi. Jambo la tatu ni ratiba yako, kuanzia unavyoamka mpaka unapoenda kulala. Yaani tofauti ya tajiri na maskini, nashai kusema jiwe linanauka. Tofauti ya tajiri na maskini ni ratiba yake, tangu anavyoamka mpaka anapoenda kulala. Yaani jambo hili linaweza kuwatofautisha kati ya mtu ambaye anafanikiwa na mtu ambaye hafanikiwi. Kama ratiba yako ya tangu unapoamka mpaka unapoenda kulala, yaani kama ratiba yako haipo vizuri, basi uwezekano wa kufanikiwa ni mdogo sana. Yaani swali la kujiuliza hapa ni kwamba hivi, chunguza maisha yako, yaani tangu unapoamka, wakati wa mchana, wakati wa jioni, mpaka unapoenda kulala, ni vitu gani unavifanya? Ni mambo gani ambayo umeyafanya? Mambo gani, yaani utaratibu gani unao tangu unapoamka mpaka unapoenda kulala? Utagundua ya kwamba hauna utaratibu maalum. Ukigundua kwamba hauna utaratibu maalum, basi jua ya kwamba chansi ya kufanikiwa kwako ni ngumu sana, ni ndogo sana. Sasa ichunguze, ndani ya siku umejipangia utaratibu gani? Ndani ya siku, tangu unaamka mpaka unapoenda kulala, ni utaratibu gani umejiwekea? Ukigundua ya kwamba utaratibu niliojiwekea ni huu na utaratibu huu unaendana na maisha yangu, basi fursa ya kufanikiwa inakuwa kwako ni kubwa sana. Chunguza ratiba yako, timetable yako, tangu unaamka mpaka unapoenda kulala. Utagundua ya kwamba wewe ni wa kufanikiwa au sio wa kufanikiwa. Jambo la 4, aina ya taarifa unazoziingiza. Kama tumbo lako ambavyo linahitaji chakula kila siku ili uweze kuishi, ili uweze kupambana na maisha, kufanya vitu vingi, yani hata kichwa chako, akili yako inahitaji chakula ambacho ni taarifa ambazo unaziingiza. Sasa angalia aina ya taarifa unazoziingiza. Angalia ukiingia TikTok, ukiingia WhatsApp status, ukiingia YouTube, ukiingia Instagram, angalia aina ya taarifa ulizonazo. Je, taarifa ulizonazo zinaendana na hatima yako au haziendani na hatima yako? Yaani kadri unavyokuwa na taarifa sahihi ambazo zinaendana na hatima yako, ndivyo nafasi ya kufanikiwa inakuwa kubwa zaidi. Yaani tajiri na maskini wanatofautiana kwenye aina ya taarifa wanazoziingiza. Mara nyingi matajiri na watu wanaofanikiwa wao wanakuwa wana taarifa nyingi zaidi kuhusu mafanikio, lakini watu ambao hawafanikiwi wanakuwa wana taarifa chache sana kuhusu mafanikio, hali ambayo inawafanya watu wengi kujinadi kwamba wanaweza kufanikiwa, lakini hawana taarifa kuhusiana na mafanikio yenyewe. Ndiyo maana Biblia imesema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haijasema wanaangamia kwa kukosa fursa, haijasema wanaangamia kwa kukosa pesa, haijasema wanaangamia kwa sababu wamekataliwa. No, inasema ya kwamba wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa wengi wanakosa taarifa sahihi,
Yani kuwa na wingi wa taarifa sio shida. Shida ni kwamba taarifa ulizonazo ni relevant? Taarifa ulizonazo zinaendana na hatima yako? Basi angalia taarifa unazoziingiza kila siku ili uweze kujitathmini ya kwamba unafanikiwa au haufanikiwi. Na kama unataka kufanikiwa, jitahidi kuingiza taarifa ambazo ni sahihi. Ingia YouTube, jifunze kama hivi, jifunze mambo mbalimbali ya kufanikiwa. Itakusaidia sana kuweza kupiga hatua na kubadilisha maisha yako. Jambo la 5 na la mwisho kuweza kujitathmini na kuweza kujua kwamba unafanikiwa au haufanikiwi ni aina ya mazingira unayoyatembelea au aina ya mazingira unayokuwepo, aina ya mazingira unayopendelea kuwepo. Kuna muda unaweza kuathiri afya yako ya akili kulingana na mazingira unayokutana nayo wakati unaamka. Yani wakati unaamka unakutana na mazingira gani? Yanakutia hasira, mazingira yanakufariji? Mazingira gani unayojitengenezea ambayo unayazunguka? Kuna wakati kwamba watu wanaoenda kufanikiwa, kuna mazingira fulani ambayo wanapenda kutembelea. Yani unatembelea mazingira ambayo yanaongeza kitu kwenye maisha yako au yanabomoa kitu kwenye maisha yako. Sasa angalia mazingira unayopenda kuyatembelea, angalia mazingira uliopo. Mazingira yanakupa comfortability ya kupambana katika maisha au yanakupa kurelax zaidi? Ondoka kwenye comfort zone, nenda kwenye mazingira ambayo yanakupa challenge ya kupambana, yanakupa challenge ya kufanya vitu vikubwa zaidi. Mtu anayefanikiwa huwa anapenda kuwepo mazingira ambapo anaona vitu vikubwa vinatokea, anaona vitu vinavyomfanya akili yake endelee kufocus zaidi kwenda mbele, ila si kwenda sehemu ambazo zinamfanya arelax, zinamfanya aridhike. No, mtu ambaye anaenda kufanikiwa kuna mazingira ambayo huwa anapenda kuyatembelea. Karibu sana Kikoti Motivation. Kama umejifunza kitu, tuandikie kwenye comment, na kama una maoni tuandikie pia kwenye comment, na kama una swali uliza pia kwenye comment. Karibu sana Kikoti Motivation. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kuachia comment yako. Asante sana. Hivi ndivyo utaweza kufahamu ya kwamba unafanikiwa au haufanikiwi.